katika maisha yangu. Naomba kidogo tu niimbe muda kidogo tu. Napenda sana kuelezea muda, yaani kuelezea kuhusu wimbo nifundishe kunyamaza. Umenifundisha nikiwa kazini, kwenye familia yetu, umenifundisha sana wimbo huu. Usilazimishe mwanadamu akuelewe. Usilazimishe mwanadamu akuelewe au akuamini. Lakini wapi kubwa mtegemee Mungu ndiye anaweza kukuaminisha kwa mwanadamu akuelewe. Mwambie Mungu nifundishe kunyamaza. Kuna kitu kinakupasa unyamaze. Sio kila kitu cha kujibu. Kuna maneno utasikia kwa watu fulani anajivuna, anajitamba, anajua sana. Lakini wewe mwambie Mungu, wewe ndio unajua kama kila kitu kwetu, Mungu ndio msaada kwetu, ndio kimbilio letu. Mungu anataka kuheshimisha kwa wakati ambao unafaa na kuna wakati ambao hufai. Naye amesema ya kwamba tuwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Mimi nimejifunza sana. Natamani kutoa ushuhuda japokuwa sikusema, lakini natamani sana kushuhudia. Mimi namshukuru Mungu sana. Nilikuwa na rafiki yangu naifanya naye kazi. Lakini rafiki yangu alikuwa akininunia, tunafanya naye kazi. Lakini simuelewi. Sikutaka kubishana naye, sikushindana naye. Watu wakituangalia pale kazini. Lakini sikutaka. Nikasema Mungu utabaki kuitwa Mungu. Alininunia, tulikuwa tunafanya naye kazi, lakini muda wa siku akaondoka, akaacha kazi, akaenda Kigamboni. Akanifuata siku moja akaniambia, "Neema, nitafutie kazi." Aliona kwamba sifai, sina maana yoyote, lakini nikasema siwezi kulipiza kisasi. Siwezi kusema kwamba nimchukie au nisimtafutie kazi. Na Mungu amesema kwamba tusizimie mioyo. Tutavuna yaliyo mema. Sikuchoka, sikuangalia vile alivyokuwa akinisema. Nilimtafutia kazi kwa juhudi zangu zote na akapata kazi. Lakini dhamira ndani kwenye moyo wake ulimshuhudia na ulimsunta. Ni kwa nini mtu huyu amenitafutia kazi? Ni vingapi visa nimemfanyia? Lakini bado alitaka bosi asiniamini mimi. Bosi wangu aliniamini kwa asilimia nyingi. Alinipenda, lakini bado. Kwa nini mnagombana? Kuna wakati hadi bosi akatuita, akatuuliza, "Kwa nini nyinyi hamuelewani?" Lakini nikamwelezea bosi. Bosi kumbe naye alikuwa shamfahamu. Akaniambia, "Tulia." Kwani sikushindana, sikuvutana, nilinyamaza. Lakini akaniambia, ukinyamaza Mungu atakuletea majibu kwa wakati. Usitafute namna kujitetea kwa mwanadamu ili kusudi ya kuamini. Kwa hicho kitu kilinifunza sana. Nikasema kwamba usijiaminishe kwa mwanadamu kwamba kuamini. Si tu hapa, hata kwa ndugu zangu. Kuna wakati wa kuniamini, kuna wakati walinisema, "Kaenda huko ndani na kujiuza kupiga usimbe." Nikasema, "Mungu, wewe ni Mungu, bado utabaki kuwa Mungu na utaniheshimisha kwa wakati uliopo." Kwani Mungu ameniheshimisha. Leo hii hadi wenyewe wanashangaa ukiniambia, "Neema, njoo tusalimie." Nikasema nitaenda kuwasalimia na nitawapelekea zawadi. Hadi wenyewe washangae. Leo hii wanashangaa, Neema mbona kasimama? Tulikuwa tukisema Neema nenda kwa daku kusimba. Wengi wanasema kwamba mtu akija anaharibikiwa. Ukiwa na Mungu huwezi kuharibikiwa hata siku na moja. Ukimshika Mungu huwezi kuharibikiwa. Lakini usipokuwa na Mungu lazima uharibikiwe. Ni vishawishi vingapi nakutana navyo Kariakoo, lakini bado Mungu ananitetea. Lakini bado Mungu ananiheshimisha kwa watu wanaonizunguka. Bado ananiuliza maswali. Bado ananiuliza, "Neema, wewe ni